Asanteni ndugu zangu wa Tanzania, kwa mara nyingine Dr. Kifimbo, bingwa wa kutibu meno bila kung'oa, nimerejea katika ulimwengu huu. Mimi kwa jina naitwa Haruna Mwamuhehe, almaarufu Dr. Kifimbo, bingwa wa kutibu meno bila kung'oa. Na leo hapa mbele yenu, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kilio chetu kimefika mahala Mungu kakipokea. Kwa mada hii tutaongelea elimu ya tiba. Tunaongelea elimu ya tiba kumwelimisha mwanadamu kutokana na maradhi ya kidunia. Na sisi wa Tanzania tuna magonjwa ya asili yetu, ambao hayo magonjwa tukitibu kwa dawa zetu tunapata uponyaji wa kasi kubwa sana. Nitakaposema sisi wa Afrika tuna dawa ya kutibu jino bila kung'oa na tunatibu dakika 3. Wenzetu wanatumia koleo kung'oa, na koleo ina athari nyingi sana, na kung'oa jino kuna matatizo mengi, na tutaongelea mada ya matatizo ya meno. Kwanza tunamshukuru Mungu kwa kusikia kilio chetu. Sasa hivi tuna dawa ya Kitanzania inaitwa Mng'anzagala, dawa ya kutibu meno bila kung'oa, ambayo asili yake Tanangozi, Malagos, Iringa. Kwa hiyo Mungu kasikia kilio chetu. Sasa hivi dawa inatibu dakika 3. Ukija maumivu yako hapo hapo yanatibika dakika 3, na inaenda kutibu na kuweka kinga na kuondoa bakteria. Tatizo la jino likianza kwa mwanadamu linachimba kwa juu. Na tatizo la kwanza, usaha, bakteria na kuchimba na maumivu. Na uking'oa jino sio dawa, ule usaha umehamia jino lingine, kwa hiyo utaendelea kung'oa. Lakini leo Mwenyezi Mungu amesikia kilio chetu, tuna dawa unaweka mdomoni dakika 3, hiyo dawa umekwisha pona. Na kung'oa jino kuna madhara makubwa. Kwanza kipanda uso, pili kuona, 3 wengine wana paralyze, linalofuatia unaweza ukafa. Na mashavu yanaingia ndani, unakuwa kama kibogoyo. Neno kibogoyo limetokana na watu kung'oa meno kwa wingi. Lakini leo Mwenyezi Mungu ametuonesha njia iliyokuwa sahihi ya dawa ya asili ya Kitanzania, inatibu meno dakika 3, meno yanapona na kuweka kinga. Kwa hiyo tunavyozungumzia tatizo la jino, wengine wanapata kipanda uso, wengine wanapata madhara makubwa, sababu maumivu ya meno hayana mfano. Maumivu ya meno hakuna mfano wa kuzungumzia maumivu yanayetibu jino. Jino kwa kweli linauma, na mimi nasema kwa upande wangu tunamshukuru Mungu. Kimya changu nilikuwa katika utafiti wa aina mbalimbali, na utafiti kwa kweli ni gharama kubwa na unapoteza muda, lakini ukishafanikiwa ni jambo ambalo tumepata elimu nzuri. Nashukuru mkemia wa serikali kwa umahiri wa kutupa elimu. Nashukuru Baraza la Tiba Asili kwa umahiri wa kutupa elimu, kwa sababu sisi kabla hatujapata elimu
ya dawa zetu kwenda kupimwa ili zihakikishe zina madhara au hazina madhara, kwa kweli tulikuwa tunawatibu watu dawa ambayo ina madhara. Dawa inatibu lakini ina madhara. Leo nashukuru uongozi wa serikali yetu hii kupitia mkemia mkuu, nilikwenda na hii dawa ya Mng'anzagara. Tazama mwanzo nilivyokwenda, hii dawa baada ya kupimwa ikaonekana ina sumu kuvi. Wale wataalamu wanayejua matatizo ya sumu kuvi ni tatizo kubwa. Niliporudia mara ya pili, sumu kuvi ilitoka ikabaki uchafu. Maandalizi tulikuwa tukiandaa ya dawa kiasili, kienyeji yalikuwa maandalizi sio mazuri. Lakini sasa hivi maandalizi ya tiba asili, namshukuru Mwenyezi Mungu, tumefika mahala pazuri. Kwa kweli halikuwa jambo rahisi. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa jiji la Dar es Salaam, kwa sababu sasa hivi niko Dodoma. Baada ya utafiti ndaizindua idawa Dodoma. Lakini baada kama kawaida yangu ndatembea mikoa yote na branch yetu ya Dar es Salaam itarudi. Lakini kwa sasa tupo Machinga Dodoma mjini. Na kwa wale wanayetaka namba ya simu ni 0713 218600. 0713 218600. Tuko soko la Machinga by road Dodoma mjini. Zinakotokea daradara ndio ofisi yangu ilipo hapo, jirani na daradara za Iumwa. Kwa hiyo Watanzania, utafiti ni kitu muhimu, kwa sababu mimi nilifika mahala nikakwama na kata tamaa, ndo kuna mtu akaniita akanambia dawa hazianikwi juani. Kwa hiyo nikafata zile taratibu za utaalamu wa kisasa. Tusiikatae science, utaalamu wa kisasa, na ndio dawa yangu ikapitishwa kwa mkemia mkuu kuwa haina madhara. Kwa hiyo tukubaliane na utaalamu ili dawa uuze isimdhuru mtu. Tuache mambo ya kienyeji. Serikali imeanzisha kitu kinaitwa tiba asili. Huko nyuma tulikuwa tunafanya mambo kienyeji, ndio tukaitwa waganga wa kienyeji. Lakini sasa serikali yetu imetuweka kwenye baraza la tiba asili. Kwa hiyo sisi ni watibabu kama watibabu wengine, na tunafaa na dawa zetu sasa hivi zimepita. Na ndio maana nilikuwa naelezea wale wenye matatizo ya tatizo la jino sasa hivi Mungu katujalia madhara ya jino kwisha. Nadhani mimi mnanifahamu, ni maarufu sana, japokuwa kuna hadithi nyingi, nilikufa na kadhalika, hicho ni kipindi kingine. Lakini leo tunazungumzia tiba ya meno. Niko hai, nimerudi. Watanzania, niko hai, Dr. Kifimbo, nimerudi, naendelea kuwahudumia ndugu zanguni. Msing'oe meno yenu. Uking'oa jino kuna madhara makubwa sana. Kwa hiyo tatizo la jino sasa hivi tumepata ufumbuzi. Unavong'oa kwanza ile inatisha. Koleo unatoka damu nyingi sana. Maumivu mengi sana. Lakini leo Mungu majaliwa ni dakika 3. Kwa kweli tumewashinda hata wataalamu wa kizungu. Wao wanang'oa, sisi tunatibu. Ndio maana nasema sisi wa Afrika tuna magonjwa yetu. Jamani, kwa kipindi hichi nadhani nimetoa elimu kubwa. Nataja tena namba zangu na mahala nilipo ili usipate shida namna ya kunitafuta. Mimi naitwa Haruna Mwamuhehe, almaarufu Dr. Kifimbo, bingwa wa kutibu meno bila kung'oa. Bingwa wa kutibu meno bila kung'oa.
na kwa sasa nipo Dodoma mjini, Machinga, soko la Machinga Complex, daradara zinavyoishia mwisho wa daradara. Kuna madaradara ya umma, ofisi yangu iko jirani Machinga. Muulize mtu yoyote wa bodaboda au bajaji, atakuonesha kwa kidole, na tutafanya uzinduzi mkubwa wa dawa. Tutapita mikoa yote ya Tanzania, na nashukuru. Karibu sana. Sema hello Dr. Kifimbo.